Naam, habari za wakati huu. Natumaini upo salama kabisa. Nimeitwa Maziko hapa, mwalimu na mshauri wa mchezo huu wa Aviator. Leo nitaenda kuonyesha strategy moja nzuri na strategy moja ambayo inafanya vizuri sana. Hii strategy ni mchanganyo, unaona, au unaweza kaita code number ambazo zinakuwa tofauti tofauti, au unaweza kaita kanuni tofauti tofauti, 9 10 yote sawa, unaona. Yaani wewe ukiwa kwenye soko la Aviator usitegemee strategy moja kutembea nao. Kuna strategy nyingi sana za kucheza, lakini kuna ishara ambazo unatakiwa uzitumie. So ukihitaji mafunzo zaidi ili uweze kuelewa mchezo huu, usikurupuke kwa kufuata mafunzo kwenye video haya, kwani ni hatari. Kwa sababu gani? Hii ni introduction tu au utangulizi kwa lugha nyepesi, unaona. Ila ukihitaji mafunzo zaidi ni cheki, unaona, nipigie simu kawaida kabisa. Namba yangu ya simu siku zote huwa ni hii moja, sibadilishi kwa sababu ya uaminifu, na inapatikana toka nianzishe, hata ukiangalia hizo video zangu za nyuma. Lakini pia licha ya kunipigia simu kupitia hiyo namba, unaweza kanicheki kwa WhatsApp, na kuna linki chini ya video zangu ambazo unaweza kujoin kwenye group la matangazo, lakini sio la ufundishaji. Kwa sababu mimi kwenye magroup huwa sitoi signal, sitoi nini, sifanyi account management. Hilo ni kuweke wazi. Mimi naamini katika kukufundisha siku zote wewe bora. Kwa hiyo unaponicheki ni vyema zaidi ukanicheki, kwa sababu kwenye group kama utapenda kuingia, labda uone tangazo kwamba muda fulani niko active ili unicheki, sawa. Ile ni group tu la matangazo kwamba labda nimeleta bot prediction mpya au kuna hiki na hiki kinaendelea. Lakini ukihitaji mafunzo zaidi ni cheki. Usijoin kwenye group kwa kutumaini kwamba mimi nafundisha mle, yani sijui natoa signal au nitakwambia tufanye account management. Hapana. Kwanza hivyo vitu mimi sivifanyi, bali nafundisha na kutumia formula na kutumia bot prediction. Sasa utaratibu wote wa mafunzo ukihitaji yasema wewe ni cheki au nipigie simu au nicheki kwa WhatsApp. Lakini kingine, epukeni sana matapeli mnapokuwa mnajoin kwenye group, aidha group langu au magroup ya watu wengine. Watu wengi sana na magroup na ni watu wazuri tu, siwezi nikawasema vibaya, unaona. Ila mwe makini na watu wanaowaadi wanaenda kuwashawishi, sijui ufungue account ya one win, sijui nini na nini, account ucheze mine, sijui ucheze Aviator kwa kutumia promo code. Yaani mtu anakupa eti promo code. Hii promo code nitakuja niweke sawa. Ndio maana watu wanalizwa sana. Alafu mnaowafaidisha ni hao. Wao ujiulizagi tu, yani mtu eti akupe ujuzi wake from nowhere bure kabisa. Anakutumia tu signal, unacheza bure, unapata hela. Na hizo signal hizo anazokupatia wewe mara nyingi lazima ziwe za uongo ili yeye umnufaishe. Unapolosi sana, yeye ndo anapata kule. Sijui tunaelewana, kwa sababu commission inalipa kule kwenye kampuni. Ila sasa ile community ileta, maana yake wewe uwapatishia hasara. Sasa hii kuna video yake iko njiani inakuja. Nitakuja niwaumbue kabisa hao watu wanaowafanyia hivyo, unaona? Sababu naona kama vile sasa lawama zinakuwa zinarudi kwetu. Ndio maana mimi nimechukia sana. Mtu anajoin tu kwenye group, mtu tayari ameshaadiwa. Yaani wapo watu tayari walishaga kaa active kuangalia nani anajoin, nani ana left, nani anajoin. Anapojoin anaadiwa na kuadiwa kule, anashawishiwa bana hivi na hivi na hivi, anadanganywa. Sasa mimi huku nakufundisha bure kabisa. Yaani mimi nikukutumia tu signal, ila ukitaka kujisajili na uendane na signal zangu tumia promo code bro. Kwa urahisi sana ni kwamba hakunaga hela nyepesi. Sawa, siku zote hakuna hela ya bure. Yaani sema watu wajielewe. Akishaambiwa kitu bure, yani ni mwepesi sana kuna nini. Sawa. Kwa mwekea. Bila kupoteza muda, moja kwa moja mimi nitaingia wapi? Nitaenda kuingia Chrome, then nitaingia Sportbet, au naweza nikaingia leo tuingie Wasafi bana, tukaelekezane Wasafi. Kwa sababu yote ni masoko tu, unaona. Tuingie Wasafi Bet hapa. Unaona, maana kuna mwingine sasa, mbona Maziko anaelekezeaga tu Sportbet, sijui Wasafi Bet, kwani sehemu nyingine haielekezeagi? Kwa hiyo tuingie hapa bana, Wasafi Bet hapa. Yeah. Kwa ni vitu kama hivi hapo ndugu zangu. Sasa leo naenda kuonyesha formula inayoitwa mchanganyo, unaona? Naenda kuonyesha formula inayoitwa mchanganyo. Kwa naomba wewe tu makini kunifuatilia. Sasa kwa mfano kama hapa ndugu yangu, mimi kuna kitu hapa nataka nikwambie, sawa? Hii formula kwa mfano kama hapo utacheza. Lakini kumbuka sasa, kwa formula kama hii hapa tunatafuta odi mbili tu. Unaona? Hiyo sasa step za kucheza tutakuwa tunacheza step 3 tu. Kwa mfano si hiyo umekosa, hiyo step ya mwisho unaenda kuicheza pia. Unaona? Hii step tuseme step 3 ya hii, ukikosa unaenda kucheza step ya mwisho, lakini ni lazima hapa atakupa tu odi 2. Alafu kama hivyo ulivyoona, step ya kwanza umecheza kwenye 1.50 akakunyima. Kwenye 1.11 akakunyima. Step ya pili nikakwambia cheza. Si ndio? Haya, baada ya hapo inatakiwa kwanza usicheze pia. Lakini hapa tunatafuta kwa soko kama ile hapa tunatafuta odi 2 kwa sababu ni bad market. Lakini kwa strategy zangu
tutacheza na utanufaika tu. Kwa mfano sasa, chukulia mfano umeingia na mtaji wa shilingi 30,000, sawa? Mimi wanapenda kusema 30,000 kwa sababu na uhakika kwenye 30,000 inaweza kukuletea kwa siku 30,000 nyingine au mpaka 50,000. Sijui tunaelewana na maana yangu kubwa, kwa sababu hiki kitu bana ninachokifanya mimi sio kwamba huwa nabahatisha. Kwa mfano kama hapo tunaangalia kitu kingine sasa, ili tuanze kucheza tunaangalia nini? Kuna kodi hapo nitaziangalia, afu then naweza nikakuruhusu sasa kwamba cheza, lakini kwa sasa hivi siwezi nikakwambia ucheze, sawa? Yeah. Okay, kuna kitu hapo tunakiangalia. Sasa hapa nitakuwa natoa kodi tofauti tofauti. Unaona? Nitakuwa natoa kodi tofauti tofauti. Mfano kama hapo sasa hivi inabidi uwe mpole usicheze. Unaona? Haijalishi hata. Sasa mimi hapa naongea kwa mafumbo, lakini unaona kitu kinachotokea. Lakini ukihitaji mafunzo, maana yake unapokuwa chini yangu mimi nakupatia kabisa kila kitu. Ila tu mimi nataka tu nikuonyeshe kwamba kumbe jamaa anaelewa. Unaona? Kwa hiyo kwa mfano kama hapo hiyo na yenyewe hiyo, acha tuwe wapole tuone kwanza anatoa nini. Unaona? Alafu then nitakwambia. Sasa kwa soko kama hili hapa kidogo ni riski, lakini sio mbaya, tutaelewana tu. Unaona? Tutaelewana. Unaona? Okay. Okay. Asa hapa hii step inayofuatia hii unacheza step 2 hapo, lazima atakuletea papo step 2. Kwa hiyo step ya kwanza hapo ametunyima, lakini step inayofuatia lazima atoe papo ya 2, yani kuanzia 2. Sasa wewe njia salama zaidi unaweka tu cash out ya 2.00. Hii lazima afike tu kwenye 2, piga huwa garagaza. Unaona? Cash out ya 2 hii hapo. Ni kwa sababu gani? Kuna kiashiria fulani ambacho nimekiona. Sasa imagine uliingia na shilingi 30,000, umeweka shilingi 1,000, umeweka shilingi 1,000 kwanza, mpaka sasa hivi hapo tayari una faida ya shilingi 1000 ngapi? Tuseme basi ni faida 1000, tuanze upya. Haya, hapo umeingiza faida ya shilingi 1000, si ndio? Haya. Kwa hiyo sasa kuna nini tunachoenda kukiangalia tena? Unaona? Nini tunachoenda kukiangalia? Hii step inayofuatia pia, hizi step 2 hizi tunaweza tusicheze sisi na hatuchezi hizi step 2. Hii step na inayofuata hatutacheza. Unaona? Hata kama atatoa matokeo mazuri, lakini wewe usicheze, bali sisi tutaenda kucheza step ya 3 na ya 4. Sisi tunaelewana? Anyway, wewe unakuwa mpole tu. Yaani huu mchezo ukicheza kwa mahesabu na strategy za kwangu ambazo mimi nafundisha, wewe kupata faida ni uhakika. Kumbuka hapa, uchukulia hapa tunataka tutengeneze tu faida 5,000 kwenye 30,000. Tayari mpaka sasa hivi kumbuka na faida ya shilingi 1,000. Hizo step 2 nilikwambia usicheze. Tunaenda kucheza hii inayofuata na ile inayofuatia. Unaona? Tunaenda kucheza hii na ile nyingine. Hii ikitokea umekula hapo unaachia hapo hapo, ukikosa ile inayofuata unacheza. Unaona? Kwa mfano kama hii hapa inayofuata, tumecheza hiyo tumekosa, tunacheza step ya mwisho hii. Unaona? Hiyo tunacheza step ya mwisho kwa kutafuta odi 2 tu, lakini usiona tamaa kutafuta sijui odi ngapi. Haya, odi 2 hii hapo tayari umeshapata nini? Umepata mafanikio. Haya, tunaangalia tena. Sababu hapa lazima niwe na click, naangalia nini? Naangalia soko. Je, kuna kipi tena kinaenda kutokea? Unaona? Chela vitu kama hivi hapa ni hizi sana, ni hizi sana. Anyway, sasa kwa mfano kama hapa sisi hatutacheza. Tutaangalia kwanza anakujaje ili tuanze kucheza. Unaona? Kwa hiyo kama atatoa acha atoe, asipotoa sawa, lakini hautacheza. Na step hizi ambazo itakiwa ucheze na itakiwa usicheze. Kwa mfano kama hii step ya kwanza haitatakiwa ucheze, lakini step ya ngoja tuangalie kwanza. Hiyo step ya kwanza ndio mimi nilikuzuia usicheze. Sasa unacheza hii step inayofuatia, unacheza step 2. Unaona? Hapana, cheza step 3. Step 3 maana yake kuna probability kubwa ya kukuletea odd ambayo inaanzia 4. Hii step ya kwanza hii, unaona? Ya kuanzia 4.
hata kama akikunyima, lakini kwa cash out ya 2.00 tayari umeshamchukua, lakini odi ya 4 hapo ni uhakika atatoa. Ndo kama hivi hapo, unaona. Sasa hapo baada ya kula hivyo, sababu wewe unakuwa kama nikisema 4 kwa mfano, kama hapo ungeweka 4.00 umeshakula, lakini step za kucheza zilikuwa ni 3. Kwa sababu tayari hilo umeshaitumia, unaachana nayo. Haya, tunaangalia nini kilitokea. Okay, kwa mfano hii step hii hamna usicheze. Hii step hamna kucheza. Unaona? Hizi step, hii step ya kwanza na ya pili hatutacheza sisi, bali tutaenda kucheza ya 3 na ya 4. Unaona? Hii step ya tutaicheza, lakini nitaangalia je, hiyo namba inaishia na ngapi? Unaona? Anyway, kwa mfano kama hii hapa, hii step pia inayofuatia sisi hatutacheza, bali tutaenda kucheza ile step inayofuatia. Tutaenda kucheza step 2. Hii nao tembea sasa hivi hauchezi, unaachana nayo. Inayofuatia na ile nyingine ndio unacheza zile step 2. Unaona kama hapa ametunyima. Unaona hatujacheza kama nilivyokuambia. Kwa sasa hii inayofuatia cheza step 2. Ikitokea hii, alafu hapa tafuta odi 2 tu. Unaona? Ikitokea hii umekula, basi unaachia hapo. Unaangalia tena. Unaona? Ni step 2 tu, hii ya kwanza kwa kutafuta odi 2. Haya, odi 2 hapo amekupatia. Tunaangalia tena kuna kipi kinatokea. Unaona? Okay. Sawa. Odi 2, japokuwa hapo tunaona ametoa nini hype hapo. Sio mbaya. Wewe umeshanufaika na odi 2, unakuwa mpole. Sijui tunaelewana mpaka hapo. Anyway, hapa tena cheza step 2. Hapa hamna kusimama. Unacheza hii step ya kwanza na step ya pili kwa kutafuta odi 2 tu. Unaona? Haya, step ya kwanza ametunyima. Sio mbaya. Tunaenda kucheza step nyingine ya pili na ya mwisho. Akitunyima hakuna shida. Kuna step ambazo tutakuja tuzitumie za uhakika, lakini hapa atatoa. Ikishindikana sio mbaya, usiforce. Unaona? Kwa mara nyingi step za kucheza ni 2, 3 basi, lakini hapo odi 2 okay, ametunyima. Sasa ni kwa nini ametunyima? Kuna kitu ambacho hakiko sawa. Anyway, hapo sasa unaona kuna kiashiria ambacho hii step inayofuatia hii cheza kwanza hii. Cheza step ngapi? Cheza step 3, unganisha kwa kutafuta nini? Kwa kutafuta pink. Hapa kuna probability kubwa kutokea pink, lakini juu cash out ya 2.00 kama hapo ni ya muhimu, afu chini una risk. Step 3 kama unatafuta pink, hapa kuna probability kubwa kutokea nini? Pink. Kwa hiyo kwenye 2 tayari imesha cash out. Unaona? Sasa kwa wewe ambao unatafuta pink ndio hivyo na iache. Unaona? Kwa sababu gani nimesema hivyo? Kuna kiashiria ambacho nilikuwa nimekiona huko nyuma. Sijui tunaelewana mpaka hapo. Unaona? Haya, tayari hapo. Ina maana unakuwa umesha recover yale magepo ambayo gap moja tu ambalo ulikuwa umeshapoteza hapo. Lakini pia baada ya kutupa hiyo pinki, unaona, tunaangalia tena nini hapa? Tunaangalia tena mchanganyo. Okay. Hapa usicheze. Unaona? Haitakiwi ucheze hapa. Haitakiwi ucheze hii step inayotembea sasa hivi. Achana nayo hii. Hii sisi hatutaicheza. Unaona? Hata kama itafika kwenye papo sio mbaya. Unaona? Kwa hiyo mchezo wa Aviator ni mahesabu tu. Kwa hiyo yani hapa yani hata kama ni soko litakuwa baya, wewe ni kutembea naye tu huyu kanji. Unaona? Kwa hiyo toka tumeanza kucheza hapo tayari kama ni ile faida ya shilingi 5000 ishapita. Kwa sababu huu mchezo wa Aviator unatakiwa ucheze kwa mahesabu, sio kucheza tu. Yaani wewe kwa mfano umeingia na 30,000. Imagine unatengeneza shilingi 5000 kwa kila lisaa kaka. Kwa masaa 12 na 60,000 na hasara gani? Unaona? Na hii mimi sitacheza, hii inayofuatia. Hizo mbili zote mimi sizichezi. Kuna kitu nakiangalia kwanza. Hii na yenyewe sitaicheza. Unaona? Ndio kama hivyo. Imetoa nini? Imetoa loss. Lakini sasa hizi hapa step ngapi? Hapa nitatumia step 3. Nitaenda kucheza kwa kutafuta odi ya kuanzia 3. Unaona? Hii step ya kwanza nitacheza. Natafuta odi 3 hapa, sio odi 2. Lakini njia salama zaidi ya kucash out kwenye 2 inapendeza. Hii step ya kwanza nabakiza step 2. Nikitokea nimekula hapa, unaona? Ni sawa, lakini odi 2 ni muhimu. Unakuwa umesha ichukua hapo. Lakini nimesema odi 3 anaweza akatoa. Unaona? Ni kama hivyo. Odi 3 hii hapo imetoa. Nafikiri tunaelewana taratibu mpaka hapo. Unaona? Kwa hiyo yani ukishalizoea hili game bana, kuna vitu tu unakuwa unaviona kabisa, kuna kipi kinatokea, kuna kipi hakitatokea. Kwa hiyo unakuwa mpole. Unaona? Ndio hivyo kabisa kiongozi. So tunaangalia hapa, nataka video yangu lakini sio ndefu sana. Nataka tuishie hata kama dakika 10 na ngapi hivi, sio mbaya. Unaona? Sasa hapa
hii na mimi nimekalia kuongea. Kwa mfano hii 7.64 hii hapa acha itembee. Unaona? Hii acha itembee, lakini kuna kitu pia nitakiangalia na naweza nikakwambia ufanye nini. Kama ni kucheza, ucheze. So kuna step mbili hapa sisi hatutazicheza. Hii step inayokuja hatuchezi na ile inayofuata hatuchezi, bali tutaenda kucheza step ile ya 3. Hii hatutaicheza na ile inayofuata hatutaicheza. Alafu ile nyingine tutaenda kucheza. Unaona? Kwa mfano kama inatembea mimi sijacheza hapo, nimekuzuia. Unaona? Nimekuzuia na hii inayofuatia sichezi. Ila zile mbili za mbele nitaenda kucheza. Hii ya mwisho sichezi, alafu zile mbili za mbele nitaenda kucheza. Unaona? Hii na yenyewe uchezi ya mwisho. Hiyo 3.38 hatujacheza na hii inayotembea na yenyewe pia hatujacheza. Alafu zile mbili za mbele tutaenda kucheza. Unaona? Kwa ni vitu kama hivi hapo. Okay. Sasa hizi step hizi umeona hapo kuna mabadiliko fulani hapo. Hii step hii hapa, hii nitacheza, nikipoteza ile nyingine sitaicheza, nitaenda kucheza ile inayofuatia. Umeona hii hapa, hii nyingine inayokuja kufuatia hii 1.04 nimedondosha, si ndio? Hii nimecheza, lakini tuseme hii inayofuatia yenyewe pia hii hapana. Hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Ngoja kwanza tuangalie hii 1.04 imesababishwa na nini? 1.04. Unaona? Anyway, sasa hapa unacheza sasa. Unacheza step ngapi? Unacheza step 3. Kwa kutafuta odi ngapi? Tafuta odi ya kuanzia 3. Step 3. Lakini mara nyingi hapa atatoa high pop ya kuanzia 4. Kwa hiyo tunaanza na hii step ya kwanza. Unaona? Tunaanza na hii step ya kwanza. Kwa kucash out kwenye odi mbili ni muhimu juu, alafu chini una riski. Haya, mbili hapo ameshatupa. Unaona? Sasa ila kuna step mbili hapo, japokuwa kiuchezaji natakiwa uishie hapo, lakini kuna hizo step mbili hizo. Najua kabisa piga huwa garagaza ataleta odi ambayo inaanzia 3 au mpaka 4. Lakini kiuchezaji kwa sababu nilikwambia utumie step 3, hiyo step ya nyuma tayari imeshakupa 2, unalizika. Unaona? Haya, hii hapo step kama ungeendelea kuzifuatilia ungepoteza. Kwa hiyo yani kiuchezaji huwa inaenda hivyo Aviator. Yani usiwe na tamaa. Unaona hapa mimi kila ninachokuelekeza ndio kinapita mule. Kwa mfano, hapo sasa hivi nakuruhusu ucheze. Cheza step ngapi? Cheza step 2 kwa kutafuta nini? Kwa kutafuta high pop ya kuanzia 4. Hii ya kwanza inatembea. Tuone je itafika 4, lakini 2 ni muhimu, cash out ya 2.00. Unaona? Hata kama akikunyima hii kufika 4, ile inayofuata lazima atakupa 4. Na ndo kitu kama hichi hapo kimetokea. Unaona? Imeshafika high pop. So nini tunaangalia? Okay. Hapa kuna kitu ambacho nataka nikusaidie kaka mkubwa hapa. Okay. Kuna kitu ambacho nataka nikiangalia hapa. Inabidi tuwe wapole sasa kwanza kidogo. Unaona? Inabidi tuwe wapole kwanza kidogo. Lakini hapo kuna dalili ya kuja kutoka pink ndani ya hizi step hizi. Unaona? Kwa mfano kama hapo tutacheza tena. Tutacheza ndani ya step ngapi? Tutacheza ndani ya step 2. Lakini hapa tafuta odi ngapi? Tafuta odi ya kuanzia 2 tu na kuendelea. Lakini cash out ya muhimu ni 2. Step ya kwanza amekunyima. Unaenda kucheza step ya mwisho. Akikunyima wala hata usipanic. Alafu baadaye nitakuja nikuelekeze tu kwamba atakuja tupe high papo. Unaona, ya kuanzia 4. Hii step ya mwisho. Step ya kwanza ametunyima kwenye 1.15, hii step ya pili. Hapo unatafuta odi 2 tu nimekwambia. Unaona? Haya, odi 2 hii hapo ametoa. Unaona? Sasa sasa unafuatilia toka tumeanza kucheza hapo ngikuwa na faida ya shilingi ngapi? Kwa sababu loss ni chache. Yaani loss kama umepata sana labda loss 2. Sidhani kama 3 zinafika. Unaona? Anyway, ametoa nini? Ametoa high papo. Sasa hapa naenda kumalizia. Nataka kuna strategy moja hapa niko naifuatilia hapa. Unaona? Kuna strategy moja naifuatilia. Unaona? Hii ngoja isimame. Hii sisi hatujacheza ndugu yangu. Maana huu sio kucheza tu kama unavyofikiria. Unaona? Okay, sasa hapa tunacheza hizi step 2. Hizi step 2
unacheza, au kwa kutafuta pink unacheza step 3. Lakini kama unatafuta pink, maana yake unaweza ukaishia kwenye 4 au 5. Hii step ya kwanza. Lakini juu cash out ya 2.00 ni ya muhimu. Na ukishakula step ya kwanza haina umuhimu wa kuendelea, ila ni wewe. Haya, step ya kwanza odi mbili hapo tayari ameshatupa. Lakini nimekuambia ndani ya step 3 hizi ana probability kubwa ya kutoa nini? Pink au high purple. Haya, hii step ya kwanza kwa sisi tunaoishia odi mbili. Ukishakula hiyo step ya kwanza ishia hapo hapo. Ngoja tuone hizi step mbili. Je, atatoa pia nini hiyo niliyosema, pink au high purple? Hii step ya pili tuseme, alafu inabaki step moja. Unaona? Lakini wewe tayari ushagapata matokeo kwa wewe mwenyewe, kwa yule ambaye anaishia odi mbili. Na ikwambia kwa mfano unatoa pink, sio lazima uifukuzie pink, unaweza kaishia tu high purple ya kuanzia 4. Unaona? Hii ni step ya pili na odi 4 hii hapo. Tuone labda atafika kweli kwenye pinki. Unaona? Kwa ni vitu kama hivi hapo. Ukiwa uko serious ameishia high purple. Kwa hiyo step inayofuatia haina haja kuicheza wewe. Japokuwa ngoja tumalizie, je, tuone atatoa pinki. Unaona? Kwa huu mchezo unaenda kwa mahesabu tu na ni rahisi sana. Unaona? Sababu gani? Ili soko sio la pinki, lakini huwa kuna mahesabu yake ya kuipata pinki. Hii ni step ya mwisho. Kumbuka nilikwambia inaweza ikatoa nini pinki. Ngoja tuone. Je, itafika kwenye pinki na utembea? Amegoma, lakini sio mbaya, ameshakuletea faida. Natoka tumeanza kucheza umeweza kuona faida. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana kubwa zangu. So karibuni sana ndani ya familia ya Knowledge ya Aviator, piga pesa na Aviator. Naitwa Mento Maziku, mwalimu na mshauri juu ya mchezo huu wa Aviator. Nafikiri mpaka hapo kuna skills nyingi umezichukua. Japokuwa sasa kodi usikurupuke tu kwa kubashiri. Mimi kuna vitu hapa nilikuwa naviona, ndio maana nakwambia hapa cheza, hapa usicheze. Hapa cheza, hapa usicheze. Unaona?